Mechi leo. Endapo Simba kishinda, itaambiwa na individual ability. Uwezo wa mchezaji. Mimi shabiki wa Simba. Lakini ndashangaa sana Simba kichobi. Sasa hivi subiri, sasa hivi Yanga anacheza Ndambwile, watu wasema mbovu Ndambwile aanze fulani kwa sababu Tanzania hatuna wambea ndio maana. Sasa kama mnasema makocha wazao hawafai mpaka mchukua wao wakina Roman Falls. Falls na Madiali yule wa Falls na Medeo JK. Hapo vipi mwana IREM TV? Asante. Mara ya mwisho ambayo tumeonana ilikuwa muda kidogo. Tugeradhi pia kwa kushindwa kukuletea ile iliyo bora, lakini kwa hivi sasa tumerejea na tuko vyema kabisa. Karibu tena kwenye meza ya mazungumzo. Kama kawaida niko na mchambuzi wangu Pako Steve. Nataka tuzungumze mambo kadha katika mpira, hasa mpira wa Tanzania ambao unaendelea kwa hivi sasa. Na miongoni mwa mambo ambayo yametupita hapa katikati ni pamoja na michezo ya klabu bingwa barani Afrika kwa maana ya hatua ya awali ile, pamoja na michezo ya kombe la shirikisho, lakini pia michezo ya ligi soka Tanzania bara. By the way, Simba amecheza na Fountain Gate, Yanga amecheza dhidi ya kikosi cha Mbeya City jana, na ni miongoni mwa vitu ambavyo of course vina picha ya tofauti katika mpira wa Tanzania. Kwa hiyo karibu leo tuzungumze kwa kiasi kikubwa sana kuhusiana na mpira wa Tanzania kwa kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Bwana, mambo vipi? Poa vipi? Kawaida bwana. Timu lako bwana limepata matokeo unaambiwa. Juzi mkana angaza. Yaani ilibaki hivi. Hapo mtoka kwenye mechi na Fountain mpira mwingi sana. Afu ghafla wale Gaborone United wakageuka kama Prime Barcelona. Pasi zinatembea sana uwanjani. Acha. Mimi nikajiuliza kwamba mpira wa Tanzania uko chini sana ushindani wake, kwa sababu ule mpira na Fountain yule watu walishaona yani matumaini yalishakuwepo kwamba Gaborone wakija kakule tuwapiga moja hapa, lakini baki hivi kama sio Kamara watu wanaoka kwenye mashindano ya kimataifa bwana. Mimi sijapenda. Wewe umependa? Nitapendaje rafiki yangu? Yaani siku ile kama mtu ajui Simba ni ipi angeingia angesema Gaborone ndio Simba. Alafu Simba ndio G. Ilikuwaje? Yaani ilikuwaje? Mbona kama ghafla hiyo? Yaani huku afu ghafla tena huku chini. Hapo tuzungumzie mpira kwanza ujue. Tuachane mambo ya nje ya uwanja ya jamaa stiko loga nini. Sasa tuachane nazo. Mechi ijaanza sasa walikuwa wanatembea uwanja. Tuzungumzie mpira kwanza. Kwenye mpira Simba kuna sehemu kuna eneo Simba inafeli sana. Sana. Simba haina match fitness team nzima. Yaani mbona mfano yule Lushaini yule? Tunamsifia sana kama beki mzuri, si ndio? Kabisa. Ila kwenye jicho la football kabisa naye hana match fitness. Yaani bado ufiti hamna. Ila yeye ndo angalau anaonyesha. Yaani ukiangalia player mmoja wa Simba yani hawana. Ndio maana mfano Mpanzu utaona tu kuna ile mechi nzima ikaisha, ana moment hizo 5 vitu vya ajabu, moment 3 au 2 kaibukia tu kaweza kakimbia akapunguza watu, baada ya hapo tena umuone tena imeisha mechi hapo. Sijui so amekimbia mara mbili kwa sababu fitness haipo, alafu unakutana timu ambayo ina falsafa kama yako ya kupiga pass, alafu wana fitness. Wewe ambaye una fitness maana ndio utokee safa, utoka kila muda wewe ndio unakaba mpira. Ukichukua tu wenzako sha kuplace na watu watatu wawili wanachukua mpira wao wanaendelea kupiga pasi sawa. Wale jamaa wao ndio wao wanasoa. Ile timu kwa ndio ina mtu kama soa. Soa tu peke yake tu. Sababu chance wa create nyingi ila kumaliza hamna. Nyingine wanampa mkoloni Kamara, nyingine wanapiga nje, wanauma sana mimi wanapiga sana nje. Lakini tunashukuru Mungu tumepita. Simba kapita kwa sababu ya sisi timu uzoefu mashindano. Ila kwa performance hamna. Mwenye nacho si anaongezewa sometimes. Hamna ile Simba ya Gaborone ile sirudie tena. Kwa sababu ikijulia tena makundi tunakuwa mwisho. Sasa yani mimi unajua hapa ndo ninapopata kidogo changamoto ya kuelewa. Pre-season ilikuwepo. Watu wameenda na pre-season nje. Na mazoezi wamefanya. Mimi pre-season ilikuwepo. Kwani hawana fitness hiyo ambayo watu wanaita. Kwa sababu karibia kila mtu anasema fitness. Morocco mechi inaisha anasema tu Simba rudi uwanja wa mazoezi. Tena bado fitness bado yani. Na karibia ni misimu mitatu hivi Simba gaenda Misri pre-season. Hivyo gaenda kufanya nini kule?
Wanatupostia picha hapo kwenye maji wanaogelea kwenye swimming pool. Hao ndo kazi wanaenda kufanya kule. Tumewafunga Bank of Egypt, sijui nani of Egypt, tumewafunga goli 2. Matokeo kufunga huo amnaga. Kuna kitu kipo sawa. Yaani kama inawezekana maana yake ile Fadus kaondoka. Yeah. Ile kocha fitness yeye ameamua kubaki. Riyad Badi ni Yeye pia inabidi aondoke. Unaye kwanza? Kocha inabidi aondoke. Sababu mpaka leo yupo na timu mpaka leo iko fit. Sio timu ipo toka msimu uliopita mpaka leo timu iko fit. Maana yake yeye naye inabidi aondoke. Naye inabidi aende. Yaani kocha mpya anayekuja aje na kila kitu chake aanze upya. Na hata wakiweza hata Matola aondoke. Kweli timu ya kwanza upya kabisa. Yaani hata wakiweza hata Matola aondoke. Hata wale wapanga koni wale. Wote waende. Asasi ya hatuna utaratibu backroom staff unawakuta mara nyingi. Nasemaje ingekuwa inawezekana. Wangefanya hivyo. Ni pale kocha anayekuja aje aanze upya. Kwa sababu mtu ambaye anamwambia hapa tunafanyaga hivi, aje na utaratibu wake aanze upya kuanzia fitness. Sahihi. Yeye ndo ataamua level iwaje, mazoezi yawaje, tupange ratiba gani, mtakulaje, mtalalaje. Ile timu zako watu kila kitu wanajipangia atakula, viongozi wajua wanakula nini wale wachezaji. Sahihi. Yaani mpaka wapishwe kama ile zona mabadilisho. Sijui kama inawezekana. Sasa hii la Simba hili kwa wewe ulipoliona, mimi nataka uniambie kwa ambacho umekiona msimu. Si ndio bado? Mechi ya kwanza na Gaborone 1-1, mechi hii 1-1, mechi na Fountain 3-0, si ndio? By the way, baadaye na Namungo pia inawezekana pia timu ikapata matokeo. Ile mechi ya Yanga 1-1 mtu amechezea, si ndio? Msimu CAF Champions League. Huyo mwalimu mpya anaweza kuja na miujiza ya kwamba aka flip to the coin chap chap, watu wakabadilisha raundi ya pili. Watu by the way raundi ya pili nakutana na mchovu. Watu wakaenda makundi pale nusu finali. Kwa sababu watu wanasema kutoka finali inabidi kule nusu finali. Sasa unajua baada ile mechi ya Gaborone ile nikamwambia wanangu fulani kwamba yani hapa Simba inabidi tafute kocha haraka sana. Na katika kitu ambacho Simba inabidi washukuru Mungu. Hii nini kalenda ya FIFA ya mechi za kimataifa za taifa hapo wanashukuru sana Mungu kwa sababu hiyo ndio inafanya wanavuta pumzi. Wavute pumzi wajipange vizuri. Kwa kama kocha inabidi wampate at least apate hata wiki. Kocha aanze kazi mapema. Akianza kazi mapema itamsaidia sana kuanza kuorganize timu yake. Simba ina maplayer wengi tu wazuri mle. Wengi tu ni wazuri. Mmoja hivi wengi sana wazuri ndani. Issue ni zile patterns za uwanja. Mimi ni aua nikipiga pale kwa Dese atafanya hivi, ndakuja hapa ataniba ndafunga. Hiyo Simba hawana. Yaani magoli ambayo Simba wamefunga hata ile 3 walifunga siku ile, sijui hiyo goli moja nini penalty, yani hakuna pattern za mnyama ambazo tumezizoea. Yaani Simba ni timu ya tunagusa tunatafuta goli, unaona goli linaingia. Saizi hamna. Kwa hiyo kocha akija na nimesikia kama viongozi Simba wamesema saizi wanatafuta kocha ambaye anajua falsafa ya timu. Hiyo itawasaidia. Anajua falsafa ya timu. Kwa maana kocha aliyepita ambaye ashakupitaga pale au kocha yani kocha ambaye anajua, yani kocha ambaye mfumo wake unaendana na falsafa ya timu. Hapo sawa. Mfano wale Barcelona wale ambao go wanachoma makocha. Ni lazima kocha wepo aendana na falsafa ya timu. Pige pasi. Huwezi kuona Barcelona anachukua nani Mourinho. Hawezi. Mambo yetu kuja kudefend. Tukiwa watu sita. Barcelona wenyewe wanachukua mtu ambaye mpira mzuri kwanza, magoli yafuatie. Sahihi. Na Barcelona sasa unashinda. Ila mpira mbovu wanakutoa wale ujue mabora. Wao kwanza cha kwanza mashabiki washangilia wafurahie pasi. Sana sisi mambo ya mafanikio na nini Sasa mpira wa Simba na wenyewe Simba ni timu ambayo ni dominant. Yaani kila timu ile na Simba lazima Simba pana possess mpira. Sasa Gaborone rafiki yangu position ni sijui 62 kwa 68. Simba yani ilibaki hivi. Haiwezekani. Ungesikia bana timu imetolewa nyumbani raundi ya preliminary hata ielezeki. Sasa achana hiyo. Kuna wasanii wa Singeli wanasemaga sijasikia milio. Sasa hizi kuna mahali milio imesikika. Yaani hatimaye milio imesikika. Upande wa pili wanaambiwa mechi ile na Rayon Sport ile Rwanda watu walivumilia kwa sababu wanajua timu imetoka kwenye mechi na nini. Mechi ile na Bandari watu wanashinda 1-0. Watu wasema bana ila showcase. Poa. Wana mechi ngumu mbele hapo. Mechi na Simba ile first half unaambiwa watu wameweka hivi roho mfukoni yani saa zote yani hivi. Halafu kaja mechi sasa za ushindani. Mechi ya kwanza wanacheza na wale jamaa wile watu yani
We don't recognize our Young Africans. 3-0. Mechi inakuja inafuata nyumbani. Watu wanashinda. Ndio tujakataa. Timu imepata matokeo. Timu imemtandika mtu. Pamba huyo kachezea kipigo. Lakini Mungu sio Asumani bwana. Safari ya Mbeya. Naambiwa yani Diarra man of the match, yani basi tu kwa sababu Mbeya City wamekaba sana ndo kapewa mtu wa Mbeya City yule, lakini Diarra man of the match. Bana sauti zote alafu zimekuwa na umoja za wana Yanga ni kwamba wameimba Romain Folz afai. Wameimba. Afai yani. Wameimba nyimbo itungwa hapo uwanjani hapo afu. Na hapo kila mtu anajua na chorus ina. So Koine imeamka bana huyo kocha si hatumtaki. This is Tanzania. This is football. Sasa mechi tatu sijui nne watamtaki kocha. Hatuna utaratibu wa Tanzania. Mechi nne kaka lakini. Tanzania hatuna utaratibu huo. Jana mfano Yanga kwa inacheza vizuri. Jana hata ingefungwa kama inacheza mpira mzuri wasingemuimba vibaya. Nakwambia watu wafungwa na EF ile bwana, watu walipiga mpira na EF. Sawa, subiri. Sasa tu bana baba. Achana ile game ya kwanza Nabi anafungwa na EF. Alipia mpira mzuri akafungwa. Kuna mtu ambaye alisema Nabi hatumtaki. Hakuna alisema hatumtaki. Hakuna kabisa, yani waliamini ino football next game tutashinda. Na kweli next game yani fresh. Ball ikatembea akashinda. Kwamba ya jana next game hamna wewe. Shida iliyopo kwa huyu kocha. Mimi niko na doubt toka ameletwa kwa kocha wa Yanga. Sema nikawa najipa muda kwa sababu unajua unaweza kumdoubt mtu afu akakuprove wrong. Kwa mimi najipa muda kwamba sifa walizokuwa wanampa sana wale wachambuzi ambao hawajielewi, wale ambao wanatoka Simba kabla kitu hajakiona. Kwamba kocha wa Romain Folz ball kisa tu kocha kama natamani nimuone afu nipo kitu nivutia zaidi vile ana miaka midogo 35 sasa. Yes, kocha kijana afu anaendana na vijana. Ngani muone maturity yake itakuwa wapi, kwa sababu udogo wa umri sometimes ni changamoto kwenye ukocha, kwa sababu kocha mda mwingine uzoefu. Wao makocha wazee au mnake wana uzoefu wa mechi nyingi, viwanja vingi, mbinu nyingi. Hata hatu nikasema Yanga ni kubwa kuliko Folz. Ngoja tumuone sasa Folz anafanya kitu gani. Zile mechi za mwanzo zile zote zimekuwa sizihesabii sababu zile si Yanga Day nini ile, na hata ile Ngao Jamii na Simba ile mimi sihesabii sababu muda mwingine zimechezea zinaga mwenyewe sometimes. Wewe mtu unaona sikile kikosi hata ile kimetoka sikile Simba katawala lakini kafungwa yeye. Zile mechi zieleweki. Bali na yote kile kikosi kile. Ila sasa nikaanza kumjaji kwenye mechi kwanza, ile mechi na wewe tu Benguela kule kashinda 3, ila boli la 3 ndo lile hamna. Sasa Dube alikosa. Dube anafunja kufunga ile mechi, hata angeshinda 6 mshabiki wa Yanga angelalamika tu. Kuna vitu vyao Yanga. Unajua shida hapo kwamba Yanga kuna level washajiwekea miaka 4 alafu bahati mbaya. Alafu miaka 4 nayo ilikuwa ni miaka 4 ya boli safi. Kaja sijui Nabi, sijui Gamondi, kaja Shelamovic, ndio twende kwao sijui. Kaja huyo nani Miludi, kaja Miludi pale naye soka safi, boli inatembea. Yaani dakika 90 mpaka unasema mechi isiishe na fly. Lakini saa hizi Yanga jana walikuwa wanabani jana Yanga. Baada ile ya Mayanga ile walikuwa naomba mechi ishe, kwa sababu tu hapa kama jana unafuatia wale Mbeya City ile kochao ni Tanzania kabisa. Ile jamaa ana akili sana. Ile jamaa yeye aliingia kuwakaba watu slate wa Yanga, na watu hatari wa Yanga. Akajua tafuta namna ya kumzima Max, ni mzime Pacome. Nikiwazima wawili na huyo Dombia, nikazima watatu. Mastrika hata mpange striker yupi hapa ndani apate clear chance. Baada ya Pacome kutoka na Max kutoka na Dombia kutoka, na yeye akafungua timu. Tueleza sio tutatafuta goli. Tufungane. Umeona sasa alifungua timu. Diarra kila saa Diarra anaitwa. Ndio goli kipa bora wa kigeni kwa kucheza hapa. Kuna swali lakini pale kuhusu ndugu yetu Baka. Kuna tatizo pale. Kuna shida. Baka kuna tatizo. Kuna changamoto. Naona jana kidogo kuna technical foul moja alifanya. Ili ligi yetu kwa sababu haina timu nyingi ambazo zinashambulia. Kuna beki kwa tuna mabeki bora, ila kuna tatizo pale. Kuna muda how exposed. Mbona kama Diarra tunamsifia kwa sababu hata akiwa exposed anaitika yani. Ila kila moment ambao yule Baka Oga anakuwa exposed anazunguka. Jana umeona pale kaenda kumvamia mtu kawekwa kaburuzika chini. Tumeelewa. Kwa nyingine kampiga mtu teke ile kwa
Kwa refa yuko serious, sio refa wa Tanzania ile red card. Clear red card. Na alafu ile unaenda na mashirikisho yanakuwa makali. Wanakupiga fine. Pia na fine hata 500,000 milioni. Sasa sisi Tanzania, lakini Baka kuna shida. Kama viongozi siko makocha wanaona pale Baka kuna tatizo. Jobu anaziba shida nyingi sana za Baka. Sema Baka sio beki mbaya, ni mzuri sana. Yaani Baka amechukua namba pale Yanga, maana yake pale alikuja kuna mamunyeto lazima pale. Ni beki mzuri. Ila the more muda unaenda kuna vitu vina Masihala sijui amekuwa na mtu wa jukwaa sana, I don't know. Ila kuna shida pale. Ila sasa Yanga nzima. Ile kocha wao jana anajua akasemaje na kocha sasa. Kocha yule kasijana, kocha yule wa Mbeya City akasemaje, Yanga ina wachezaji wazuri. Ila kimbinu ni wabovu. Sema sasa imagine hapo kocha anakuexpose. Kocha wa Mbeya City ndo ana expose madhaifu ya Yanga kwamba Yanga wana maplayer wazuri. Lakini wanakosa mbinu kiwanjani. Nani anatoa mbinu za uwanjani? Kocha yupi? Roman. Na Roman anakosa mbinu. Sasa na yeye Roman jana kwenye interview ilivyohojiwa, ai jamani na kiburi. Ile zile ngozi zina kiburi sasa. Akasema yeye cha kwanza hana shida na maneno hasi ya mashabiki, yani tunapomkosoa yeye hata ana shida. Cha pili akasema yeye lengo lake kuja kuivusha Yanga pale ambako mkajana alifanya ilishia. Na kwa makombe kama kawaida. Akasema finali. Akasema baada ya miezi kadhaa mtaanza kuongea story nyingine. Kwamba yuko sure kwamba miezi anabakia Yanga. Kwamba watamvumilia mpaka miezi kadhaa. Hapo ushachukua sare na Mbeya City mechi ya pili tu ya ligi ujue hapo. Unajua shida ya ligi yetu ni kwamba una drop point kuja kuzikava ni kazi. Ni kazi. Jana kwa mashabiki wananiambia sasa nikasema hao wajifariji, wasema hata kama tumeruzi na Mbeya tunaweza point zetu kwa Simba. Naambia sawa, haina shida. Sio rahisi. This is football. Saizi pia kuna Ibenge wa moto. Kuna Gamondi wa moto. Hata meno alafu muhimu kuna kati ya Coastal nayo mmoja tu atamka vizuri siku hiyo atakupiga kama ilivyokunyonga Tabora. Kwa hiyo ligi yetu wale ilivyokaa ndio hivyo, lakini wewe ndo heri sasa hivi au sio? Recruitment ulioifanya umeridhika, wazaji umeleta, si ndio bwana? Pressure ya mashabiki iliyoko huko nje, maamuzi ambayo unafikiri ni bora kwa Yanga kufanya katika hiki kipindi kuhusiana na kocha Romain Folz ni yapi? Mfalme ndo engineer. Wewe ndo uko pale unafanya, na unakumbuka ule engineer alisema mwaka huu ndo kafanya best signing ever. Yes. Sasa nimeshafanya best signing ever, maana yake anamaanisha kuwa hata pesa imetoka nyingi kuliko msimu wote. Yep. Alafu kocha bado upo nje na falsafa ya timu yangu. Kuna maneno ya mashabiki huko unajua. Alafu katika watu ambao anapenda kuwasikiliza mashabiki zake basi ni engineer. Bahati mbaya hapo ukumbuke pia kuna vitu wamechanganya watu hapo. Kwa kitu pekee cha kuficha yale mambo uliyofanya pale ni performance ya uwanjani. Alafu nasikia kuna kocha yupo da hapa na begi yake. Yupo. Anasema kuja kupumzika sio. Yule anabadilisha profile. Anasema kuja kupumzika. Anapasha golikipa. Amechoka nini mpaka kuja kupumzika? Anapasha golikipa, hawezi kuingia striker. Lolote linaweza kumkuta Romain Folz. Hata mimi nilikuwa ni engineer, kwa namna ya soka letu la Bongo lilivyo ningemtoa. Achana na soka la nje. Ile kwa namna soka letu la Bongo lilivyo ningemtoa. Kipindi Nabi anakuja Yanga, watu wengi walimlaumu sana. Alitoa ile River Plate na just kitu kama hicho Rivers alitolewa Nabi. Watu wengi wakaanza kudemand atoke. Ila Nabi akasema naombeni miezi mitatu nisuke timu. Alivusuka timu basi nafikia ikawa imeisha ile timu ya Nabi hapo. Kwa hiyo kocha hata kama miezi mitatu naomba, lakini bado Nabi alikuwa na huo uelekeo. Ni River Plate, Rivers United ilimtoa kama bahati mbaya, lakini yeye kuna namna kwa anaonyesha kuwa hivyo. Alafu ndio Nabi alichukua timu ndio ile Yanga inajitafuta. Sahihi. Wewe Folz umekuja Yanga nzima ishajipata. Yaani Yanga ina Pakome. Unapa kuendelea tu. Yaani unaendelea tu. Yanga ina Pakome. Ina Maxi, ina Mzize, ina Dube. Huko nyuma ina Beki, ina Baka, ina Jobu. Ina Zimbo unamweka nje muda wote rafiki yangu. Kacheza. Nasikia mechi ya jana yani kocha akasema huyu bado. Kwa hiyo kwa namna watu wanakuwa hawakuelewi. Kwa Yanga ndio inaundwa sasa, ungesema labda anaunda. Wewe ushakuta Yanga ya moto pale. Yaani sasa hizi unapewa Arsenal afu unaanza kusuasua. Haiwezekani. Kwa hiyo tegemea lolote limkute. Tegemea taarifa kwa muda. Japo kwa mimi napenda endelee kubaki.
hapa endelee kubaki Romain Folz. Wewe unakujua. Kocha kijana endelee kubaki. Wewe ni kama wale tumeona asubuhi nimeamka leo naangalia. Naona sasa kocha kosa lake liko wapi? Hamna kosa. Nimeanza na Wema. Hana shida. Yaani toka lini? Romain Folz ana shida baki. Ameanza yani toka lini huo Wema? Ndio wale mashabiki wa Arsenal wanasema mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ndo dabi ya kwanza ya msimu huu. Abaki. Nilijua. Yaani unajua mimi nikaa hivi na napiga tafsiri kasa nasema haya ni kama yale ya muhimu. Mashabiki wa Manchester wanasema atoke, alafu watu mpinzani wanamwambia abaki. Sababu gani? Yule kocha kijana yule 35. Yule abaki na hata afika hata miaka 40. Yaani yule ndio kocha wa kwanza kubaki kwenye timu muda mrefu. Asuke timu yake ya maangamizi. Niache bwana. Wana shida ya kafu wale. Niache hapo kwenye hiyo safari. Hiyo safari yako niache. Nataka tugeuke sasa tutazame hatima ya Simba au sio? Yanga kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Au vipi? Of course inawezekana timu nyingi ni bora. Tulichokiona kwa hawa jamaa wa Gaborone hawa inawezekana ndio ikiko kwa timu zingine pia. Yaani usitishike na kuona timu ina jina bovu, ina jina dogo hujawahi kuona mashindano ya kimataifa. Wewe una matumaini msimu huu timu za Tanzania zina advance kwenye hatua zinazofuata? Kwa timu za Bongo zilizoingia raundi ya pili ni timu 5. Yeah. Ni 5 hapo yake tuna uhakika mmoja lazima avuke. Mmoja ya Zanzibar, 4 wa Tanzania. Yaani tuko sure kwamba kuna mmoja hapo lazima avuke kwa sababu Azam atenda na Zanzibar. Maana yake tayari Tanzania. Hapo tayari kuna Mtanzania mmoja. Lazima Tanzania mmoja atoke, na mwingine lazima afanye nini? Avuke. Unabakia na 4 hapo maana. Kwa haraka hivi ni kama tunaingiza timu ni kama zinaweza zikapenya zote. Kwa haraka. Kwa aina ya timu tulizopewa. Japokuwa changamoto ambazo wanakumbana nazo Simba na Yanga, achana Azam na Singida. Unajua Azam na Singida ile timu ambazo wamepangiwa nazo, ile timu pia nazo zile zinachukua kama Azam na Singida ni underdogs. Yani kama ambavyo sio tunaiona awali ukuja hivi. Hao wengine wanapangiwa Simba na Yanga. Moment amesema kwamba tutapangiwa na Simba. Huko wazo kujipanga kwamba unapiga tunaenda Benjamin. Wakienda pale kwenye rank za CAF Simba ni 5. Uwanja wao nyumbani wapi? Benjamin Mkapa. Washenge robo mara ngapi? Mara 5. Wale jana walikuwa finali hapo. Wale timu zingine wanaijua Simba kuliko Simba ambavyo tunazijua zenyewe, kwa sababu sisi hata soma fuatilia video zao utaziona wapi. Ila wao sasa wakiingia tu pale YouTube angalia za Simba za mwaka jana za Confederation, Azam wameweka mizigo pale zote ziko kama ilivyo yani. Kafu wameweka mizigo pale kama ilivyo. Huyo ndio striker sawa, ndio kwa hivi ukiingia pale unaikuta. Kwa hiyo mechi inakuwa ngumu kwa sababu unaingia mtu ambaye ashakusoma kabisa, ila wewe ndio umjui kabisa. Ndio maana unaingia unajipa kama robo saa kumsoma hivi, alafu mtu aeleweki. Bahati mbaya washangaa ndani robo saa ushapigwa goli moja kurudisha kazi na nini kabisa. Kwa hamna mechi rahisi kwenye watu. Simba wamepangiwa usingizini wanasema wengine kwamba watakuwa wamelala. Hamna. Mtu akiwa ubingwa kwenye nchi yao, maana mpira tayari anajua. Haijalishi level ya football kwenye nchi yao imekaje, tu akiwa bingwa. Na kuna watu wengi kwa nyuma kawafunga mpaka kwa nini? Amekuwa bingwa. Kwa hiyo inabidi mheshimu kila mpinzani. Mimi lakini naona kabisa wakifanya vizuri timu 4 za Bongo zinaingia kwenye makundi. Confederation 2 au CAF Champions League 2. Na itakuwa rekodi nzuri sana kwa Tanzania. Sijui kama imekutokea timu 4 kwenye makundi. Sijaikuona. Huko kwenye makundi huko ikitokea wameenda. Sisi Azam tutakaa tumdai. Singida tutakaa tumdai. Hapo tunabaki na hao. Wawili sisi tunadai sana. At least wafike huko. Tunawadai sana. Yaani robo finali pale tuwakute mmecheza. Yaani wale kama wametoka inatokea pale robo. Kwa sababu ndio level ya Tanzania. Kwa sababu ndio afika pale robo. Wale sitaki kuna mmoja TSP Yanga au Simba kwenye makundi. Batu kama alivyotoka jana ndugu yetu Yanga. Yaani mimi ni kweli siipendi Yanga. Ila kwa faida ya football ya Tanzania ili timu mbili zifike robo. Kabisa. Azam na Singida kaza wafika robo, hiyo ni yako wamekaza. Lakini sisi makundi, sisi tunadai makundi tu, makundi kwa sababu ndio timu changa la nini, at least yani wana makocha hizo wazuri sana. Sawa? Japokuwa itakapotokea Azam kafika robo, ile robo anavuka. Ikitokea Azam kafika robo, anavuka. Kocha wake si mtaalamu kwenye hizo mechi. Ibenge anatuweza. Ile kocha swala mtawala ni mtu mwingine. Alafu watu wanao. Alafu wale Azam ela wanayo.
wakiamua kuinvest kwamba bora hii robo tunapita, wanapita, Kwa wanaweza. sababu tutakuwa tushafika dishadogo. Wanaweza. Watu wana flip tu coin. Sikia hapa Wanaweza. wanaweka nani? Watu wamesajili wazaji kutoka Sielewa. Tunisia wawili. Sio masiara. Kwani kule ambaye mkali kule Confederation ni nani? Sidhani. Yaani wapo lakini. Wapo lakini sio kwamba sio heavyweight. Sio kwamba wanashi. Yaani sio level hizo za kina Wydad, Yes, kina nani. yes. Kwa hiyo anything can happen, lakini sisi tunajua Azam na Singida tunawadai. Wakifika makundi yani ni kama kwenye malengo yao wametimiza. Wakifika robo hiyo wasaidia ni extra. Wakifika nusu, wakifika finali kitu kingine, lakini sasa Simba na Yanga sisi lazima wafike robo, sio kuishia makundi. Kwa level waliofikia. Wakati tunafanya vipindi vyetu vilivyopita hapa. Wameniambia nikuulize kama ulivyosema. Sasa nikuulize yafuatayo. 1. Kante. 2. Musa Balakonte. 3. Celestine Ekua. Mimi watu wananiambia bana ukifika muulize anasemaje au wachezaji watatu alafu na Lassine Kouma. Sawa na hawa huyu amesema Nabi Kamara muache usimguse. Ila atuambie. Tuanze na Alassane Kante. Mechi iliyopita kazi madaka 90 pale. Midfield ya bodi wanasema. Wanasema. Mimi mwanzo nilisema tuendelee kumpa muda, si ndio? Mimi bado niko pale pale. Tuendelee kumpa muda. Tena tumpe muda kipindi ambacho kocha mpya kaja. Katika timu yake kabisa ndo anaanza project yake kabisa. Kitu positive nilichokiona kwa Kante. Anapiga pasi kwa usahihi. Sawa, ile pasi zake zinafika. Iwe pasi fupi au ndefu. Asara mbona naona bado ipo kwake. Bado ni mzito, hana utayari wa mechi yenye speed bado. Intensity yake bado. Tuendelee kumpa muda kwa sababu bado unamwona kila siku ni kama vile mwenyewe anajihukumu kwamba bado sijaonesha. Wakati mechi ikisha akipua na kamera hivi, yani yeye wenzake watabasamu wameshinda 3 lakini yeye bado anajilaumu. Kwamba bado mimi sio huyu. Kabisa. Tumpe muda. Muda wa kumjadili utafika. Celestine Ekua mtaalamu nini tuambia dudu washa itatutesa sana. Ekua chokosea alianza hivi anaenda hivi akosea. Bongo ukionyesha mechi ya kwanza tu wanaamini utaonyesha hivyo kila siku. Ndio kiwango ndio kipimo cha kiwango chako. Sasa alionyesha kule kwenye pre-season kama sikosei. Akaenda timu ya taifa kule akawasha goli la mbali akapia kama Messi na nini akasema mnaona mambo hayo tulisema. Akaja kweli ile Ingawa Jamii achana Yanga Day kawasha dakika ya pili tu si goli. Afu naambia pasi kibao alishapiga. Kaja Simba Day huku juu upande wa Kapombe kimbiza sana. Watu wakasema kuna mtu hapo. Bado wakasema kuna muda Pakome anaweza kanje kwa kalaza. Changanya. Pakome. Mlikosea. Sasa ambacho saizi anakosa Ekua. Ana force kutuprove kwamba yeye anajua mpira. Huyo mpira ulivyo wewe cheza, na mchezaga sisi tunaona. Unaforce kuprove malaki unakuwa mchoyo, unafanya maamuzi ambayo hayatakiwi. Sehemu ya kuweka wenzao wafunge, unaforce ufunge mwenyewe. Sehemu sio ya chenga unaforce upe. Jana kaingizwa sababu ili akabadilisha mpira. Ila katika watu ambao wamecost Yanga kupata sare kabisa ni yeye. Kwa sababu kaingia jana alivyoingia alikuwa atata foul tu. Anasukuma mabeki na kwa chini. Afikisha kwa chini wa jamaa. Mpaka waamke. Dakika hii. Una taabu hapo. Na akiamka mpaka aje kupiga kipa hiyo foul. Kama ushaenda. Semir na ametuliza beka ya mbele yake. Baadaye tu mkabe kawaida tena kamsukuma. Kwa hiyo Kaigari ajiongeze. Sasa nani afu kuna mnambeta nani Kouma. Kouma ni ile hataji mjadala sana. Anayemuua Kouma ni kocha. Anayemuua Kouma ni kocha mwenyewe. Anamnyima nafasi ya kucheza. Anamnyima nafasi. Na hata akimpa anampa labda acheze majukumu magumu sana kwamba abakie sana nyuma. Lakini yule kama box to box yani inabidi box huko yupo, pale kati yupo, box chini pia yupo. Yule mimi sina doubt naye sana Kouma. Kwa sababu naamini uwezo wake ni mzuri. Yeah. Na kwa kitu nilikwambia siku moja kuhusu Dumbia. Kama ni player mzuri sana lakini hapendi kukabwa. Hii mnajionea wenyewe. Hiyo mnajionea wenyewe. Gusa kidogo tu yani. Gusa kidogo tu yani ana tension ya mechi inabadilika ana panic. Asa mpira wa sasa hivi ukipanic mbona huwezi perform? Watu kama wewe unaona maana yake na watu wengine pia wanaona kwa wanaenjoy kufanya kile ambacho
Bwana mimi time yako kwa leo nakushukuru sana na by the way tutapata pia nafasi ya kuzungumza pia baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Namungo. Mechi ngumu hiyo. Hiyo mechi ngumu. Kwa nini mechi ngumu? Mechi ngumu sana. Mechi ya Namungo bwana watasema bwana bora kama mwaka jana tu alikula mtu kadi nyekundu ya bahati mbaya watu wakashindilia goli 4. Kadi nyekundu tu ya bahati mbaya. Unajua ugumu wa mechi unaanzia wapi? Achana matokeo yaliyopita. Wa Namungo ni wazuri. Wamsajili vizuri. At the same time yule kocha wa Namungo anaijua vizuri Simba. Kwa nini mkunipa timu kwanza? Alafu Simba haina kocha. Kwa nini mkunipa timu? Yaani ndio swali langu. Umeona? Alafu Simba haina kocha. Yeah. Na sasa sijui kama Matola ana mbinu kubwa sana za kuwapa leo wachezaji. Mechi ya leo. Endapo Simba akishinda itaambiwa na individual ability. Uwezo wa mchezaji. Kwa sababu Simba wana watu ambao wana uwezo wa kuamua mechi taratibu. Yani umeona Mpanzo? Yule akisema tu nimeamua. Kwamba leo ndio game yao. Leo nimeamua. Wana Simba leo nimeamua. Kumzuia ni kazi. Hata matokeo Yanga yanaweza wakamotivate pia. Kama bana wamesari kuchukua. Mbona yule au wewe? Yule Jinchaz. Amesema leo hii mechi tunaitaka. Janshale wa. Umesahau kwenye mechi na nani? Na Gaborone. Mzee. Kwenye namba pale panasoma assist. Kwenye namba panasoma goli. Janshale. Yale magoli ya wazi alikuwa sawa. Mawili. Nikaingia mtandaoni hivi. Matusi kibao hivi. Sasa mimi siumii matusi akiwa ya wana Yanga au watu wengine. Mashabiki wa Simba. Ila naumia matusi akiwa wana Simba wenyewe. Kwa sababu Simba maana yake hawana shukrani, wanasahau mapema sana. Hiyo Jinchazi yule ndio kama tukio mingi sana katuvusha yule. Leo amekosa zile chance mbili wana hata moja bila ile ya Gaborone pia. Anaanga shukrani. Ile moja bila ilikuwa ni alifunga Mpanzo lakini pre assist ilianzia kwake ikaenda kwa Kapombe. Sio hata nani hapo Metina Fountain ile goal na assist pale. Yani Metina Fountain maana yake goal alifunga yeye na assist alitoa yeye. Ana shida hiyo. Hata goal ile lingine ile basi ilianzia kwake ndio ikaenda kule kwa. Ana shida, yani ana shida. Hiyo sare ya goli moja Shukrani wana Simba haipo. Sahihi. Uzuri sasa mechi ile ya Gaboni imeisha. Usiku wake kwa kuna mechi ya Barcelona. Barcelona na Sociedad. Sio akapata chance yule Lewandowski. Kashapewa vipass. Ana beki anamkaba yuko yeye. Na golikipa. Kipa vipi? Kipa kashalala. Akapiga mwamba. Nikasema endapo hii ingekuwa kwa Janshale. Yangani wazaji wenye namba mchango lakini yeye kushambulia. Kuna mtu mmoja hivi ni shabiki wa Yanga ila ni mtu wa mpira nilikaa naye kibandaumiza. Watu wengi pale kwa mtokana na huo ile alivyomiss na ile goal. Yeye ndo akaanza kumtetea huo. Kwa sababu jamaa yeye anajua mpira. Kwa hiyo labda anaongea mpira hata na ushabiki. Mimi wanasema mnazingua. Au namba ngapi? Namba 10. Kuna aina ngapi za namba 10? Sasa kuna playmaker, kuna pure attacking, kuna classic 10, kuna classic 10, kuna shadow. Sasa akamwambia mnajua huo ni namba 10 na hivi. Watu pale leo atujua akasema huo ni shadow au sometimes ni pure attacking. Au sio playmaker. Kama mtegemee yani vitu na nini apunguze sini mtu akiwa attacking maana yake muda wote anawaza kuattack. Ndio maana kila pasi ambayo anapata huo aga anachungulia mbele yani kapita apigage tu pasi yani hamna kitu kingine ambacho anawaza. Akaenda mna kiungo kama huyo ambao ni adimu saizi kwenye mpira duniani. Kiungo ambaye hataki kupiga chenga yani chenga anajua ila hataki kupiga. Na feint tu kidogo. Kwa sababu chenga anajua ila apigi kwa sababu anafuata maelekezo ya nani? Ya mwalimu. Mtu kila namba za msimu uliopita timu nzima yeye ndo anaongoza. Msimu pia umeanza, namba bado anaongoza yeye ujue. Hamna yoyote hata anafikia hata nusu ya namba zake. Sasa nyinyi mnataka nini tena? Mtoeni basi kama mnamuweza. Alafu tuone mnacheza vipi. Au tuone unamweka nani pale. Sasa Simba tunapata kibuyu sababu tuna Morris. Au Aweso. Aweso hamna. Aweso pale namba 10. Aweso hamna. Kwa hiyo unaniambia kwamba mechi na Namungo ngumu. Ngumu vipi? Ngumu vipi bwana? Mbona mechi na Fountain watu wanapiga mpira? Mpira gani? Mwingi. Wale Fountain wangekuwa wanaweza kuscore wangescore goli moja wale. Kama nani yule? Elie Mkono anampiga tobo Kapombe anakaa chini. Baya sana.
Mimi nawaambieni. Alafu midfield katikati kulandana saa zote anauchafua. Ila sasa kitu ambacho mimi nimefurahi sasa. Nimefurahi sana. Umeona ile test ya Yanga alipata kwambia City. Yeah. Test ya vile Simba msimu kapata na timu nyingi sana test ya vile. Naelewa. Alipata na Coast ile anapiga mechi mbili. Nafikiri kwa nini ile Lamovic alisema ligi yetu haina intensity. Sababu kila mechi yake Yanga tutana nayo, hata mechi nyepesi, sio anashinda. Mazingira ya kushinda ashapewa hata kabla mechi haijaanza. Kwa sema ligi nyepesi kabisa. Ligi inabidi iwe ngumu. Nenda pale Misri pale. Washanga alikacheza na timu gani CNPP sio kakaziwa moja. Sio? Anapata 2-1 anashangilia kama akachukua ubingwa. Sio sasa huko Bongo timu ikidraw hivi ni makelele kwa sababu hamtaki hamjazoea. Watu hawajazoea. Yaani ndio maana urahisi huko tukienda mechi kubwa huko na wakubwa huko kafu huko tunafungwa kijinga kwa sababu mambo kama haya. Kabisa. Ligi na video hivi hapa na test. Leo mkutana na Mungu mechi imeuma. Rasi na Singida mechi imeuma. Kabisa. Sasa inafika muda Bongo hapa mechi ngumu na kwa Simba na Yanga tu. Kidogo Azam ajipinde na kwa ngumu lakini sio sana. Hiyo Azam inategemea anajipinda kwa nani. Mpaka muda huwa hawezi kujipinda kwa. Mpaka muda Yanga anajua kwamba Azam akitangulia goli mbili zitarudi. Mambo gani sasa hayo? Inabidi ligi fulani ambayo unaenda kuangalia mechi hujui matokeo. Ndio maana kuna muda anasema hivyo mabeki wetu ni wazuri kweli, mbona wakienda kule wanageuzwa? Sio hivyo kwa sababu huku Bongo wageuzwi. Watu timu nyingi zina uwezo wa kuwapiga chenga. Angalau jana Baka mchana. Sasa ile ndio natakiwa kwa pale leo. Umeona vile ilitokea vile. Na Baka inabidi aende uwanja wa mazoezi. Ajitafakari kwamba inabidi nirudishe usiri azimi sasa nimepungua. Sasa mechi wa rahisi uwezo kuona mapungufu yako. Kwa hiyo bwana kipimo cha Namungo mimi nafurahi. Mechi ngumu, wewe utaona baadaye. Yaani hata kitokea Simba sika shina ngapi? Itakuwa ni individual. Msimamo wako tufu bado uko vile vile, au? Wa Tanzania? Vile vile. Au kuna vitu viko kichwani? Au ni chochote kuhusu chama au hicho? Sema sasa mimi naweza kakaa katikati pale. Mimi tufu yangu imebadilika. Mbali. Tayari. Kuna mtu shampa ubingwa? Mapema lakini haina kocha. Hata sijaipa hiyo. Mimi shabiki wa Simba. Lakini ndashangaa sana Simba akichukua ubingwa. Kwa hiyo huo ubingwa umempa nani kama tufume badilika? Yaani mimi shabiki wa Simba lakini ndashangaa. Yaani mimi ndakuwa ni miongoni mwa watu ambao tumechukua ubingwa nashangaa. Kwa sababu hakuna maandalizi ya ubingwa nayoona kutoka kwa viongozi, benchi la ufundi mpaka hivi timu ilivyo saizi. Sahihi. Watu wengi wamesema. Yaani yale maandalizi ya ubingwa yanaanzaga pre-season huko. Kama pre-season ndio ile tunafanya ile, basi sisi maandalizi ya ubingwa bado hatuna. Yaani ikitokea tumechukua ubingwa, wale itabidi nijipongeze kwa sababu sikutegemea. Sio kabisa. Mimi nilivyokuwa nawaza, naona kabisa bingwa safari inaweza kuwa surprise package. Kati yao, maana hapo unaongelea watu hawa wawili peke yake. Kati ya wale wawili mmoja unahisi Unaona kuna mmoja kile mechi anashinda moja. Hafi yuko very serious. Anashinda moja hapa kibaki hataki agusu. Ukisubutu kumfunga tu kibaki hataki agusu. Anapokuja kwako umekoma. Sawa. Ni mwanzo kweli wa ligi. Mara nyingi yoga tunawapa Simba na Yanga. Sio hivyo? Kishabiki mimi nitakwambia nini? Simba. Kishabiki hiyo. Ila tukaacha football iamue ligi msimuni ni ngumu. Na mimi kabla sikachukua Singida au Azam siwezi kushangaa, hata kichukua Yanga siwezi kushangaa, ila kichukua timu yangu ikichukua Simba watu kama nishangaza sana kwamba viongozi wetu kama yani watakuwa hawajaandaa maana kimya. Mimi nakwambia tena na hamna gap nzuri kulitumia kama jana Yanga kudraw. Hilo ndo gap. Anza kumtia pressure. Sio gap tu kwa Simba tu. Ile gap analitumia Azam, analitumia na Singida wote. Wewe ndio bingwa mtetezi. Wewe ndio bingwa mtetezi bwana, usha drop please. Ukitaka kujua ligi yetu imekaa vibaya. Sema jana ka drop point ndugu yetu Yanga. Ila kwenye ligi ni wangapi? 3. Hasa kwa mechi mbili. Hapo timu zicheza mechi. Sasa kama unataka alama unashinda kupata 6 mwezi wa 4 kweli anakuwa kweli. Kazi yani sababu maana jana draw Yanga jana ile. Na hapo anaambiwa Gamonti. Mpira hapo kazi kwako. Ibenge kazi kwako. Wewe kocha wa Simba tusio kujua. Kazi kwako. Matola gani bwana wewe? Matola bwana, nisikilize mimi. Matola. Selemani Matola Verona. Yeye mwenyewe mimi kama ile kazi inamfaa. Ile timu yake kama mwekezaji. Niamini. Yule atoke. Yaani ile timu. Unaona jinsi pale mwekezaji alivyo. Sema unajua nimesikia nini?
Simba swali mfuata ile kocha wa JKT. Amadiali. Yaani Simba wana wenyewe wazao majina. Huko Somani Moroko sijui Somani kwa sasa kaja Amadiali yupo huko anataka Amadiali mwingine. Lakini Amadiali unajua nimesema mwambiaje? Nimesema kwa mchambuzi mmoja kama kweli. Kama kweli. Akawaambia Simba mimi siwezi kuja kuwa kocha msaidizi kwenu. Kama mnataka nije kuwa kocha mkuu. Na kwenye benchi la ufundi nikija huko nisingure mtu yote. Nije nianze mwenyewe. Simba akasema hiyo hatuwezi. Wakaachana naye. Kama ni kweli lakini mkubwa lazima go back. Sikilize mimi. Yule kama mwekezaji tu. Atoke. Haendi popote yule kama mwekezaji. Ushaona mwekezaji anafukuzwa? Kama mpaka ununue sasa. Kama kuna maplayer waliouza etikisa waliuza mechi. Basi kuna watu pia inabidi watoke. Hata viongozi. Kila mmoja na bei yake kununuliwa. Si hata hakuna mtu ambaye hana gharama ya kununuliwa. Tumetofauti tu bei. Kuna mwingine milioni, mwingine milioni 10. Ila wote tunanunulika. Nakwambia tena. Waondoke. Yaani mpaka wale wapanga mipira wale waondoke. Yaani pale ile mpira pia tumsamee abakie. Ndio kabisa kidogo abakie. Wale wengine wote waondoke. Kabisa yani. Wapishi sio wale wote waondoke. Sasa kama timu itakuwa inaanza moja katikati ya ligi kweli? Timu wewe ukiona uanze moja, unaanza moja ukiwa una hela. Yaani hela unazo unaanza moja. After mtupekea matatizo kumfukuza ni tajiri. Hata yule mwingine pia naye kama tajiri. Nani kama tajiri? Nani? Sasa yule ushaikusikia ile speech anasema kama mzee Makongoro anasaka yupo yasa ndo yule. Amekuja Siveni yupo. Atoke. Wewe umekuwa timu na mkocha saidizi wawili au watatu bwana wewe. Yaani nyie mtamtafutia nafasi kwenye timu. Basi usikia. Kule aenda kamsaidia Mgosi kule. Simba Queens. Hiyo kazi ya Mgunda kama ikitokea. Hiyo kazi ya Mgunda ikitokea. Mimi ni shabiki wa Simba, Matoa namkubali sana uwezo wake, Liverpool sija kaendaga wapi, si Kagera si wapi. Au apewe kocha mkuu. We, aende timu nyingine kwanza sasa kaonesha kwamba yeye alichojifunza Simba ya miaka yote kwa makocha tofauti kimeingia. Kwa saizi kocha sawa, haya anatoka Matola. Anakuja kocha mzawa au unatamani aje kocha wa nje? Mzawa nani? Sina mfuata Ahmad Ali hapa. Ahmad Ali mtu kabisa. Nyinyi mna imani Tanzania. Nyinyi wa Tanzania mna imani hiyo? Kama nyinyi mnaweza mkamuona ukijefa mzuri kuliko Kagoma, nyinyi mnaweza nyinyi. Yaani watu wa nje nyinyi wanawatawala, nyinyi watu wa nje. Au basi Ahmed Moro. Sasa hivi subiri, sasa hivi Yanga anacheza Ndambwile, watu wasema mbovu Ndambwile aanze fulani kwa sababu Tanzania hatuna wambea ndio maana. Ila Ndambwile anajua mpira uko maviongo wengi tu wengine ambao wamekuja hapa. Juzi kulandana kwa kupiga mpira. Kwani yule Robertinho yule na Mgunda mzuri nani? Kisa Robertinho anafanya na Brazil, tukutane wakati mwingine. Tanzania, tukutane wakati mwingine. Simanga wa Tanzania na mimi niko hapa kama Mtanzania unasimama. Mimi simangi. Mimi timu wapewe Madiali. Mimi napenda mpira wetu. Mimi napenda mpira wetu wa Tanzania. Wewe hutaki timu wapewe Madiali. Wewe nikwambie kitu. Mpira wetu umepiga sana hatua. Sawa. Ligi yetu sina basi namba 4 sina namba 5 kwa ubora Afrika. Sio kitu kidogo ujue. Simeelewa kabisa. Basi na bila timu zetu nyingi zihame kwenye mambo ya zamani tuje kwenye usasa. Yaani tusiwe kule tu kwenye usasa, yani tujitahidi. Wewe umeona kwani pale beki ambazo lazima pale Yanga yule Jobu ni nchi gani? Si Tanzania. Baka ni nchi gani? Zimbo nchi gani? Zimbo nchi Tanzania wale. Sasa kama mnasema makocha wazao hawafai mpaka mchukua wao wakina Roman Falls. Falls na Madiali yule wa. Sasa Falls na Madiali je Falls ameingiaje? Unaongelea mambo ya Simba. Wewe Falls ameingiaje hapa? Sasa tuende mbele rudi nyuma. Tumeweza kipita kile Gamonte bonge la kocha. Singida hawataki na kocha wao. Mambo ya kumsifia kocha wa Singida hawataki. Tunamsifia na mimi mfano kocha wa Singida, wewe shabiki wa Singida. Hii jokes aside tuongelee football. Mimi kama shabiki wa football wa mpira wa mpira wa Tanzania. Gamonte hata apewe milioni 150 asitoke Singida. Mimi ndo mmiliki wa Singida. Tunaenda kupata? Mimi ndo mfano mmiliki wa Singida. Nitakata sana Gamonte asitoke. Kwa sababu na mimi kipindi hicho ndo nipo kwenye kukua. Sio kukua, nimeingia mimi kwenye Confederation. Alafu mimi nikiona kupo kila siku mimi sitakuwa. Sababu lengo langu na mimi siku nichukue ligi. Sasa kama kila mtu wangu mimi akingana kupa wewe mimi nitakwenda chuaje ligi. Sasa kwa Singida roho safi sana au vipi? Ayo ana balance mambo. Anapeana tu. Ana balance mambo. Mtu kufunga goli 13 hichi nimempa afu bure. So hivi kwani issue ya Kagoma ilikuwa. Kagoma ilibidi ndio. Alafu nasikia eti watu wanasema sasa ile hela mliotupa mtamchukua mwenda. Sasa mmesema
Chana mwenda. Kwani wewe unafikiri Soa imekuwaje? Soa kuja Simba ametoka yupi kwenda Yanga? Mambo tupeane tu. Kwa sawa mimi nawapendi Soa. Ila huku kwenye timu yangu mama inabidi yule beki wa kushoto bora yule. Mwacheni. Mwacheni nyewe mtaka bwana. Mimi nikushukuru pia na wewe ambaye umeungana nasi leo kwenye sehemu ya mazungumzo yetu, pia meza ya mazungumzo ya mambo mbalimbali ya kimichezo. By the way, unaweza kushare maoni yako pia na hichi ambacho tumekisema. Tembelea tu kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, tunapatikana kama IREM TV, TikTok pia tunapatikana kama IREM TV. Hapa YouTube tunapatikana kama IREM TV pia. Hakikisha unatuachia maoni yako, lakini pia ukipata nafasi ya kuiona video hii ili uendelee kupata taarifa, uchambuzi na majadiliano mbalimbali ya kimichezo, hakikisha una subscribe katika channel yetu. Tukutane wakati mwingine. Mimi naitwa Emmanuel Goodluck, leo nilikuwa na Paco Steve. Asante kwa kuwa pamoja nasi.